ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله على هذا اللقاء. جاء الكريم فزادنا الصفاء. الشيخ وليد حل في بلادنا فالنور عم وزال كل عناء. يا مرحبا بالشيخ وليد ابن الشيخ الهادي طيب المجيد. جئت فأشرقت الدروب بنورك وزادنا لقياك يوما سعيد. وبعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuna furaha kubwa sana siku ya leo kupata ugeni huu, hasatan kukutana na shekhe wetu, mwalimu wetu, kaka yetu, kiongozi wetu, yani vote akavyosema huwezi kumaliza. Mimi kwa Sheikh Walidi ni kaka yangu na ni kipenzi changu pia, na kwa bahati nzuri tulikuwa tunakaa wote Magomeni. Kwa hiyo nina furaha sana siku ya leo kumuona yuko mbele yetu, na tunamwambia Sheikh Walidi, jita ahlan wa nazalta sahlan. Kama ulivyofika Omani umeona kwamba uko nyumbani, na kila uso ambao wanakutizama una bashasha wanapokuona. Ndio kusema kwamba tumepokea wageni wengi sana katika mji wa Omani kutoka Tanzania, lakini ugeni wako umekuwa tofauti, umekuwa na raha, kila mtu anatamani. Mimi nikufungia simu yangu ukaona message hapa na wasema Sheikh ongeze mwezi mmoja, na kila mtu anataka Sheikh bana, nataka aje Sheikh. Kama jamani, Sheikh mwenyewe kaja siku chache, hiyo ni ishara kwamba watu wana mahaba na wewe. Kwa Sheikh karibu sana, na nichukue fursa hii pia kuwakumbusheni, sababu nachukua muda vile kukutulizeni huku mambo yanapangwa vizuri kabla tujaanza muhadhara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Hud, sura ya 22 aya ya 46, kama sijasahau nyama hafidh, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema baada ya billahi minash shaitani rajim, afalam yasiru fil ardh fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha au adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Aya hii ukiangalia na ukaangalie mufassiruna walivyotafsiri aya hii katika mazingatio, tadabbur, unaweza ukajaza mijalladat katika faida ya safari ambayo kaifanya shekhe, na ambayo sisi hapa wote tuko safarini hapa. Wanasema unaposafiri safiri na vitu vitatu: jisman, usafiri vile vile qalban, na usafiri vile vile imanan. Vitu vitatu, yani usiende jisman alafu ukabakisha qalbi, uende moja kwa moja. Allah sema fatakuna lahum madha qulubun yaqiluna bi. Hivi hawasafiri katika ardhi wakawa na mioyo yenye kufanyaje, yenye kutafakari. Kwa hiyo kusafiri kunafungua nini? Kunafungua akili. Lakini kusafiri vile vile kunakupa maono mbalimbali kule unakoenda. Kuna machache sana. Imam Shafi'i katika shairi lake anasema tagharrab anil awtani fi talab al-ula wasafir fa fil asfari khamsu fawaidi. Akasema madha tafriju hammin wa iktisabu ma'ishatin wa ilmun wa adabun wa suhbat majidi. Nenda katika miji ya watu, tembea, safiri. Katika safari kuna faida 5. Akasema ya kwanza tafriju hammi,
kufarijika na matatizo. Hebu angalia visa vya mitume katika mazingatio. Ukiangalia kisa cha mtume, miongoni mwa mitume wa Mwenyezi Mungu waliosafiri wote wamepitia katika hatua hizi tano. Tafriju hammin ya kwanza, Nabii Allah Musa aliposafiri kwenda Madian alipata tafriju hammin. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka Makka kwenda Madina alipata tafriju hammin. Hata Nuh alayhi salam alipata tafriju hammin. Na wewe umetoka Tanzania kuja hapa, tafriju hammin pia. Lakini ya pili, waktisabu maishati, ndio tunafanya kazi kupata mishahara. Lakini inawezekana ukafanya kazi ukapata mshahara alafu ukabaki kapuku, ukasema niko Omani mwaka wa 10 hata nyumba sina, hata kiwanja sina, bado hujamaliza malengo. Mamsafi kasemaje la tatu? Wa ilmun, huko na kuenda utapata elimu. Haya, hujapata elimu. Wa adabun, utajifunza akhlaq za watu, utajifunza adabu za watu. Mimi na bahati moja nimekaa Sudani na sasa hivi niko Omani, nchi mbili tofauti. Watu wa Sudani watata wakali, watu wa Omani wako chini cool. Kwa hiyo mtu yote ambaye kapita Omani lazima yeye atakuwa cool. Hata mawaidha yako ukifika hapa unajikuta mwenyewe katika usulubu wako kuongea unabadilika. Utasema jamaa vipi? Amekuwa sharifu siku hizi. Umekopi zile tabia za nini? Za watu. Ilmun wa adabun madha wa suhbatu majidin, na kupata usuhuba uliokuwa mzuri wa watu, kupata kujuana na watu. Yani nakusudia nini? Unaweza ukakaa katika nchi za watu unatafuta maisha usipate kitu, ukatafuta ilmu au kaenda usisome, lakini ukapata watu ambao watakuja kusapoti katika mambo yako kurudi kwenu. Ushangaa rudi nyumbani ufungua taasisi wale na kusapoti kwa sababu uliishi nao vizuri. Kwa hiyo mambo mazani ya kuzingatia tunapokuwa safarini. Nimalizie tu ili niendelee na ratiba. Katika safari ambayo nimechukua mfano wa shekhe hapa. Tumeona mfano wa shekhe amefika Omani kana kwamba anakaa Omani. Naweza kujua kwa nini? Alikia mtu tafakari kwa nini yani? Hivi wewe unaweza kwenda sehemu afu kafika kujiona huko nyumbani? Muamala. Tujifunze nini? Muamala na watu vizuri. Sifa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kana yukhatibu an-nas ala qadri uqulihim, anaongea na watu walivyo. Na wewe jifunze hivyo, ukifika kwa watu ongea nao kwa uslubu mzuri, utaacha athari katika vifua vyao. Hata kama ni miaka 10, 20, watakukumbuka na watakujali, watakupenda na watakuheshimu. Kwa tuchukue somo kwa shekhe hapa. Sheikh Rashid na kundi lake juzi walikuwa katika manchi ya watu huko ughaibuni. Anasema kuna sehemu anapita na shangaa, akutana na mtu mkono kwa mkono, anashtuka. Hata huku unaona uslub muamala, husnul khuluq. Mnakumbuka Nabii Allah Musa alayhi salam, Nabii Allah Musa alipofika katika mji wa Madian, jambo la kwanza alionyesha akhlaqi nzuri. Ile akhlaqi nzuri kampelekea akapata kazi, ikampelekea akapata mke, na akapewa na utume vile vile, na akapata bahati ya kukaa kwa Nabii Allah Shuaib, akajifunza akhlaqi nzuri na akajifunza tabia nzuri na misingi ya kuendesha da'wa yake. Kwa na mimi nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu, tujitahidi kuwa na akhlaq nzuri katika maneno yetu, katika mienendo yetu, katika tabia zetu. Unapoongea na mtu au kufanya muamala na mtu, usimtafsiri kwa unavyomuona usoni kwako, bali wewe fanya sababu ya yeye kukufuata wewe katika akhlaqi na tabia zako. Kwa hiyo Sheikh Walid ni radhi kidogo nimeongea sana, lakini hiyo yote ni furaha tu nilionayo kwa kuona leo uko mbele yetu, lakini furaha imezidi zaidi kuona kulani kwako yoko Sheikh wetu Sheikh Rashid Rawahi, mzee wetu, kipenzi chetu Sheikh, pamoja kwamba anaumwa hapa alipo, anaumwa Sheikh, na ametumia dawa za kumtuliza ili aje kukuona. Haya ni mapenzi. Haya ni nini? Ni mapenzi.
na inshallah mwishoni tutaomba dua. Hii dua itaelekea kwa shekhe wetu na vile vile kwa Shekhe Amru. Nafahamu Al-Habsi ni katika watu wetu, naye anaumwa muda mrefu na wagonjwa wote, lakini vile vile tutaomba dua kwa mtu mwenye matatizo yake yote na mambo yao yote, tutaweka nia zao. Allah subhanahu wa ta'ala alete faraja na furaha katika kufua vyetu inshallah. Mimi naomba niishie hapa, nirudishe maiki kwa Sheikh msema chochote. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran.